Nilishawahi kufanya mapenzi na jini. Hiyo ni story ya kweli ambayo imemtokea kijana mmoja, sio mimi. Na hiyo story naenda kuihadithia hapa, naomba uisikilize kwa umakini. Of course ni jambo ambalo limemtokea mtu kwenye maisha ya uhalisia kabisa, wala haigizi, na kuna mengi ya kujifunza, na hata watu wanaotuangalia hapa wanaweza wakajifunza chochote kitu kupitia hii story. Inaanza hivi. Anasema, nilipoingia msalani nilikutana na harufu ya marashi ambayo sijawahi kuyasikia kabisa. Hali iliyonifanya nywele zangu kusisimka kwa uoga. Mwaka 2022 nikiwa nimetoka Arusha kujitazamia kutokana na changamoto za kiafya nilizokuwa nazo, nilibahatika kukutana na dada mmoja ambaye aliniachia alama kubwa sana katika maisha yangu. Tulipanda gari moja huku yeye akiwa anaelekea Kiomboi na mimi naishia Singida. Actually alinisaidia sana kwa kuwa alinipa company ya story mpaka nikafika Singida mjini huku yeye akiendelea na safari. Yes, alikuwa anaitwa Grace. Mtoto mweupe ambaye alijaliwa kila kitu kuanzia mguu mpaka sura. Ni katika moyo wangu ambao ulikuwa umeshayakatia tamaa mapenzi. Inaonekana aliumizwa sana. Good enough ni kwamba alikuwa mcha Mungu kupita maelezo yake. Naam, alikutana na mimi ambaye nilikuwa na wito wa kumtumikia Mungu kikamilifu. Kabla ya mimi kushukia Singida tulibadilishana namba, nilikaa kama wiki moja bila kumcheki. Sio kwamba nilikuwa sitamani kumcheki, lakini sikutaka kuonyesha kumtaka kwa papara. Wiki ilipokatika uvumilivu ulinishinda. Licha ya hapa sitomtafuta mpaka yeye anicheki, mimi nikamcheki. Hello, mambo, mtaalamu nilijimwaga. Poa mzima, alijibu mtoto mzuri Grace. Tuliendelea na stories za hapa na pale na ndani ya mwezi mmoja tayari alikuwa demu wangu. Sasa mahusiano yalipamba moto. Mimi nikiwa afisa mikopo, yeye akiwa nesi. Mtoto wa watu alinipenda sana, nilienjoy kila point ya sentence iliyotoka kinywani mwake. Nilipoangalia katika ulimwengu wa roho niliona ndoa kabisa. Baada ya miezi kadhaa niliomba appointment na mtoto mzuri angalau nije kukagua kama uzuri wa nje unasadifu yaliyomo ndani. Na unaweza kufanya hivyo? Sasa unaweza kuozoa mbuzi kwenye gunia, lazima uone kwanza, uone yaliyomo yamo. Sina so mbaya, tuendelee. Haya. Lakini mimi naona haina maana sana. Haina maana. Sasa utakuwa na mahusiano na mtu alafu ujui kama inawezekana. Basi tuendelee na story. Mtoto hakuwa na iana. Akatafuta muda, akaja Singida. Kipindi hicho angalau nilikuwa najiweza kiaina. Hivyo hata ghetto lilikuwa limefana kweli. Yaani limejaa. Hivyo haikuwa tabu kumkaribisha ghetto kwangu ajionee mwenyewe. Alikuja siku ya Ijumaa usiku, hivyo tukaspendi Jumamosi yote, Jumapili akaondoka. Nilienjoy sana aisee, kumbe alikuwa ni mzuri kila kitu. Walaki mjomba alikula mzigo. Kwa alikula Kala sana. Kutoka lini? Toka Jumamosi mpaka Jumapili. Haya. Ile siku waliokuja tu nilianza kuhisi hali ya tofauti. Huku moyo ukienda kasi. Nilijitia moyo nikasema labda ni kwa sababu ya ugeni wake na uzuri wake. Nilikuwa kila nikilala usingizi usiku na weweseka. Siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni Jumamosi usiku nilibahatika kupata usingizi. Nilipokuwa nimelala niliota ndoto ya kutisha sana. Niliota nikiwa msibani huku nikiangalia msalaba ulikuwa una jina langu. Ghafla nilizinduka usingizini. Nilipozinduka nilikuta yeye anatoka bafuni majira ya saa 8 usiku. Akaniuliza nini shida? Sikutaka kuonyesha unyonge. Nilimwambia nimeamka kwenda msalani huku nikiwa najiongea kwenda msalani. Nilikuwa naishi self-contained room, yani self-container. Choo ndani. Yeye pia akaniambia ametoka msalani vile vile. Nilipoingia msalani nilikutana na harufu ya marashi ambayo sijawahi kuyasikia kabisa, hali iliyonifanya nywele zangu kusisimka. Mpaka hapo umepata picha gani? Mpaka hapo ameshahisi kama mdada sio mtu wa kawaida. Basi usihisi kwa sababu story si inaendelea. Haya. Sasa bwana, niliposikia harufu ya marashi yale sikuwa na ujasiri wa kuendelea kukaa kule msalani. Hivyo nilitoka kwa haraka huku mwili ukiwa umeloa jasho kwa uoga. Nilimuuliza ikiwa alipoingia amesikia harufu hiyo,
lakini alisema hapana. Nilimuita angalau kama atasikia harufu ya yale marashi, lakini hakusikia. Cha ajabu zaidi, niliporudi nikiwa naye, ile harufu ya marashi ilikuwa imeisha kabisa. Nilijiegesha kitandani huku kichwa kikiwa kimejaa maswali mengi kuhusu mauzauza niliyokuwa napitia kwa muda huo. Hata usingizi ulipotea kabisa, huku Grace akiwa yupo katika dimbwi la usingizi. Asubuhi tuliamka vyema, lakini ile ndoto ilikuwa inajirudia kichwani mwangu, huku nikihisi huenda siku zangu za kuishi duniani tayari zimeisha. Nilimpeleka mrembo wangu stendi tayari kwa ajili ya kupanda gari kurudi Kiomboi. Kiukweli kwa Grace nilikuwa siambiliki wala nini. Nilimpenda na alijua kunichanganya akili yangu. Kwa maana mambo alonipa kitandani nilishangaa. Kila muda ulivozidi kwenda, mawazo ya uzuri wa Grace yalichukua nafasi ya ile ndoto niliyoota usiku. Kwa hiyo nikajikuta nimeipotezea. Niliporudi ghetto nilikumbana na ile harufu pia. Sasa hapa sikuweza kuvumilia zaidi. Niliondoka kabisa magetoni na kwenda kwa mshikaji wangu ambaye alikuwa anaishi mtaa wa pili. Kwa mahitaji ya vifaa vya DJI kwa wale ambao wanatumia kutengeneza content kama DJI Mic Mini 2 na drones na cameras na vifaa tofauti, unaweza ukanicheki DM, nitakupatia kwa gharama nafuu zaidi. Mimi ni agent wa DJI. Kifaa chochote cha DJI nitakupatia. Asante. Nilimpigia Grace na kumwambia ile harufu imerejea tena. Akacheka akaniambia ni wenge langu tu, hivyo niache uoga. Jioni nilirejea ghetto, nikawa na mshikaji wangu ili aje kuisikia hiyo harufu ya marashi. Cha ajabu pia harufu ya yale marashi ilikuwa imeisha. Kwa hiyo yale yote alimtokea baada ya kulala naye. Baada ya kulala naye anaanza kuona hayo mauzauza. Angejua bora asingefanya hivyo. Mambo ya kokota mademo haya. Sikuwa nawaza sana kuhusu mauzauza yale ya marashi kwa kuwa Grace alikuwa ananiweka busy sana. Kila wakati tulikuwa tunachat, yani sijui alinipa nini. Nilichanganyikiwa kwa Grace mpaka nikawa sijielewi. Usiku kabisa ndipo nakumbuka kumbe nilikuwa na zamu ya kuongoza ibada kanisani, hivyo sikujua. Si unajua tena mtoto mzuri alikuwepo. Nilijisemea tu kimoyomoyo kwamba kusali kupo tu, ngoja ni chati na maihani kwanza. Siku iliyofuata asubuhi kabisa, kabla hata sijashuka kitandani, mama yangu alinipigia simu. Nilishtuka kidogo kwa kuwa haikuwa kawaida mama yangu kunipigia simu mapema vile. Hivyo niliamka na kukaa kabisa kusikiliza nini mama alikuwa anataka kuniambia. Mama alikuwa anaongea maneno ambayo hata siyaelewi. Ilikuwa ni kama yuko katika hofu kubwa sana. Akaniambia, "Halo mwanangu, uko sawa?" Mama aliuliza kwa mkato. "Niko sawa mama, vipi? Mbona simu asubuhi yote hii?" Nilijibu na kuuliza hapo hapo. Ti, simu ikakata. Nilisikia mlio wa simu ulioashiria simu kukatwa. Nilijaribu kupiga simu ya mama, haikupatikana tena. Sekunde chache tu baada ya simu ya mama kukata, iliingia simu ya dada yangu ambaye anaishi Mwanza. "Halo, shikamoo kaka, uko sawa?" Alinisalimia na kuuliza hapo hapo. "Niko sawa, kwa nini unauliza hivyo?" Nilijibu na kuuliza. Dada akasema, "Kaka, kuna ndoto nimeota mbaya sana kukuhusu. Nimeota kwamba umefariki na tunakuaga kwenye kaburi, kwenye jeneza." Hii story inaendelea. Haijaishia hapa. Na kwanza mpaka hapo unahisi nini ambacho kinaenda kumtokea huyu jamaa? Na yani bado mpaka hapo kwanza bado sijaelewa mama yake. Kwa nini simu yake imekata ghafla? Je, ni chaji au kafa? Na huyo yani una huyo mtu itakuwaje kuaje? Yani yeye ndo anapangwa kuuliwa yeye au familia yake? Bado sijaelewa. Na hapo unauli vipi kuhusu mwanamke, kwa sababu yote yamemtokea kwa sababu alivyoanza mahusiano na huyu mwanamke. Mimi nahisi huyu mwanamke atakuwa sio mtu wa kawaida. Jamani, story inaendelea. Kesho tutapost part 2, tutaendelea kusikiliza. Kwa ambao ndo mnaanza, tafadhali mtusupport, like, to follow. Kesho tutapost part 2 na tunawapenda sana. Tukutane kesho. Bye. Bye.